Mashoga na wasagaji, kwa nini wanazidi kuongezeka kila kukicha, au ndo mwisho wa dunia umekaribia? Sijui kuhusu mwisho wa dunia, ila zipo sababu nyingi zinazopelekea uchafu huo. Sababu ya kwanza ni ipi? Nataka kuzifahamu. Sababu ya kwanza, jamii ya sasa. Mwanaume shoga au mwanamke tomboy anaonekana kama star au mtu fulani muhimu. Kwa mfano, mwanaume shoga akifika kwenye shughuli anapewa maiki ajitambulishe, basi anapoongea kwa kurembua, kujishaua, watu wanashangilia anti. Kumbe wanasapoti ujinga bila wao kujua. Lakini pia mitandao ya kijamii inasapoti sana huo upumbavu. Vile wanavyohoji, wanafikiri kama vile wanatengeneza content, kumbe wanazidi kuwatangaza. Alafu watoto wetu wanapoona zile video, wanazidi kujijengea kwamba hii ni hali ya kawaida. Kwa hiyo inapotokea mtu anamshawishi mtoto anakumbuka ile video kwamba mbona mimi sio wa kwanza, hii itakuwa ni kawaida. Umeongea kweli Garma. Na sababu nyingine? Sababu ya pili ni hizi shule za jinsia moja, kwa maana ya wasichana peke yao au wavulana peke yao, na mbaya zaidi zile za bweni. Unajua kipindi cha bale ni kipindi cha hatari sana. Waliovuka kipindi cha bale wanajua ninachoongelea. Yaani kama ni mwanaume unakuta kutongoza unaogopa, lakini pia una hisia kali sana, kiasi kwamba akipita mwanamke mzuri mwenye shepu zuri, unafanya kazi ya kukopi lile shepu lake, alafu baadaye ukiwa mwenyewe una play ile video lo copy, alafu tena unamvua nguo kwenye hisia tu. Sasa kipindi hicho hatari cha bale kinapowakuta watu wa jinsia moja, kama hao wanafunzi ambao wako bwenini jinsia moja, wanajikuta wameanza kujaribu vitu vya ajabu, mwisho wa siku inakuwa mazoea na ndo wamepotea. Kwa hiyo kwa wanaume tuliovuka kipindi hichi hatari cha bale bila kubaka, tumshukuru sana Mungu. Sijui kwa wanawake, ila kwa sisi ni kipindi cha hatari sana. Hiyo nayo ni kweli. Sababu ya tatu? Sababu ya tatu ni uvivu. Vijana wengi hawapendi kufanya kazi, alafu wanatamani maisha mazuri, kiasi kwamba akitokea mtu anamshawishi kwa pesa ambayo hajawahi kufikiria atamiliki, anaingia mtegoni. Lakini pia sababu hiyo ya uvivu inapelekea vijana wengi waende kwa waganga ili wapewe dawa za kupata mali. Lakini usagaji na ushoga ni furaha ya shetani, alafu waganga ni wajumbe wa shetani. Kwa hiyo unakuta anaenda kule kwa mganga, alafu anapewa masharti kwamba nenda kamuingilie mtoto wako. Ndio maana tunapata visa vingi, unakuta baba kamlawiti mtoto, amehojiwa eti ni imani za kishirikina. Kwa hiyo uvivu ni sababu nyingine, lakini siri ya kupata mali ni kufanya kazi na mipango, sio shetani. Hata Mungu hawezi kukupa mali ikiwa ufanyi kazi. Huwezi kumwomba Mungu upate gunia 100 ya mazao wakati hujalima hata robo. Mungu anabariki juhudi. Hata shetani, sijui hao mnaoita Freemason, kwa mfano kama ni msanii, hakikisha ana kipaji, alafu Freemason kazi yao ni kufanya ile kipaji ijulikane. Sababu ya 4, pia movie inachangia hivyo vitu. Kwa mfano movie za kizungu, kwa kuwa wao wanaruhusu ndoa za jinsia moja au mapenzi ya jinsia moja, basi wanatumia wasanii wao kutangaza kile ambacho wenyewe wanakiruhusu. Kwa hiyo ni vema unapomwashia mtoto wako TV uwe na uhakika kwamba anachokiangalia ni salama. Hata katuni siku hizi wanachanganyia upumbavu, na mtoto ubongo wake upo kwa ajili ya kujifunza zaidi kuliko mtu mzima. Kwa hiyo unapokuta ameona hivyo vitu anaenda kujaribu. Kwa hiyo movie zinachangia. Lakini kuna wengine wanadai wamezaliwa hivyo, eti wana homoni za kike. Kama umezaliwa hanisi, basi kula, shiba, kojoa, kalale. Lakini ushoga hauhusiani kabisa. Lakini kusema homoni kwamba mwanaume ana homoni za kike au mwanamke ana homoni za kiume ni matusi ya wanasayansi kumtukana Mungu kwamba ni mpumbavu kiasi cha kukosea kwamba kilichomstahili mwanaume akakiweka kwa mwanamke na kilichomstahili mwanamke akakiweka kwa mwanaume. Mbona wapo wanaume wengi ambao tulikuwa tunawajua wako vizuri, lakini baada ya kuingia kwenye tabia hizo za ushoga wanabadilika kuanzia mavazi, mwendo. Lakini pia wanawake ambao walikuwa vizuri, lakini baada ya kuingia kwenye tabia hizo za utomboi
wanabadilika kuanzia mwendo, yani wanajikuta ni masela kuliko masela wenyewe. Kwa hiyo mimi siamini kama Mungu ni mpumbavu kiasi cha kukosea. Mimi ninachoona ni kama kampeni tu za shetani katika kuboresha kazi zake. Na sababu ya 5? Sababu ni hizo nilizozigundua kwa sasa, ila baadhi ya wazazi pia wanachangia watoto wao kuharibiwa na watu wabaya, wakatili na wajumbe wa shetani. Tena kivipi? Jinsi wanavyolea watoto wao, yaani baba au mama anakuwa mkali kupita kiasi kwa mtoto, kiasi kwamba mtoto akiwa anapitia changamoto kama hizo, labda mtoto anataka akushirikishe kwamba kuna mtu ananifanyia tabia fulani, anaogopa. Au mtoto anataka kukushirikisha kwamba kuna baba wa jirani ananiambia tabia mbaya, mtoto anakuwa anakuogopa. Wakati ungemfanya mtoto kuwa rafiki yako, angekushirikisha na wenda ungemuokoa. Kwa hiyo mtoto anakosa mtu wa kumwambia kile anachopitia. Kwa hiyo mwisho wa siku huyo mtu mbaya anapata njia ya kumshawishi yule mtoto. Mwisho wa siku mtoto anakuwa shoga. Unamlaumu nani? Kwa hiyo ni vema wazazi kulea watoto katika hali ya upendo, kuwafanya watoto wenu kuwa marafiki zenu. Yaani mtoto akuheshimu ila sio akuogope. Ila umeongea kila kitu ni kweli. Hivi unajua kuna wazazi wanawafanya watoto wao waogope, hasa wazazi wa kiume? Nimekumbuka kitu. Kuna ile mgeni anakutembelea, alafu namwambia kalale na watoto. Unajua watu sasa hivi hawatabiriki. Tuwalinde watoto. Lakini unakuta ni mgeni ninayemwamini, mfano shehe au mchungaji. Usidanganywe na ngozi ya kondoo. Wengi wao wana roho za chui. Unajua mashehe na wachungaji ni wajumbe wa Mungu, na hao ni maadui wa shetani. Kwa hiyo shetani anaanza kwa kuwapiga hao. Lakini pia ukiachana na hilo, asilimia kubwa ya watu wabaya wanajificha kwenye nyumba za Mungu. Kwa hiyo usishangae ukisikia imamu amelawiti mtoto au mwanakwaya amewanga. Nataka nikuambie, asilimia kubwa ya watu wenye upendo, huruma na utu ndani yao ni hao waliobeba sigara kwenye mifuko yao na mnawaita wahuni. Kwa hiyo unamaanisha tuwaamini wahuni kuliko viongozi wa dini? Hapana, wapo viongozi wa dini wenye upendo wa kweli na utu na uchamungu ndani yao. Lakini pia wapo viongozi wa dini ambao walitabiriwa kwamba watakuja manabii wa uongo. Hivyo pia wapo masela au wahuni wenye utu ndani yao, lakini pia wapo wabaya. Hebu tuachane na hiyo mada, turudi kwenye mada ya kulinda watoto wetu. Je, kuna kingine unachoona kinachangia hizo tabia za kishetani? Kuna hawa wasanii wetu wanaojiita wachekeshaji. Unakuta msanii wa kiume anavaa mavazi ya kike, anaigiza maudhui ya kike. Lakini pia unakuta msanii wa kike anavaa kiume, anaigiza maudhui ya kiume. Hiyo pia inachangia watoto wetu waone kama mwanaume kuwa na tabia za kike ni sawa au mwanamke kuwa na tabia za kiume ni sawa. Alafu ni kweli. Hivi kwa nini mwanaume aigize kama mwanamke wakati wanawake wapo, kama sio kampeni za shetani? Lakini pia sheria za nchi ni kama inaruhusu tabia hizi za ushoga na usagaji, ingawa tunaambiwa zinakataliwa. Wewe jiulize, kwenye hii nchi mashoga hawapo? Wapo, tena ni wanajitangaza wazi, tena wana mitandao mikubwa. Umeshawahi kusikia shoga ameshtakiwa? Ingekuwa wanasimamia ile sheria kama wanavyosimamia, kwa mfano ukitembea na mwanafunzi kinakulamba kweli. Kwa hiyo kusingekuwa na mashoga au ingepunguza. Lakini ukiangalia sheria ni kama inaruhusu, ingawa hawaweki wazi. Tulinde watoto wetu. Tuwaombee kwa Mungu. Tutokomeze kizazi cha kipumbavu.